Sehemu ya 4. Tunaendelea pale tulipoishia. Baada ya kugundua kuwa ajali ya wazazi wake ilikuwa njama ya ndugu zake, Juliet na Alex waliendelea kuchunguza kwa kina. Kila kipande cha ushahidi walichokusanya kilifichua uhalisia mchungu. Familia yake ilikuwa imejaa hila na tamaa ya mali. Lakini walipochimba zaidi, waligundua jina jipya lililoibuka katika uchunguzi wao: mjomba Richard. Richard alikuwa kaka wa marehemu baba yake, mtu aliyefahamika kwa utulivu wake na uhusiano wa karibu na familia. Kwa nje, alionekana kama mtu mwema, lakini ndani yake alibeba siri nzito. Mjomba Richard ni mtu hatari, alisema Alex, macho yake yakiwa makini. Alikuwa na deni kubwa kwa wazazi wako, na kifo chao kilikuwa njia yake ya kulipa deni hilo. Juliet alihisi mapigo ya moyo wake yakiongezeka. Siwezi kuamini, mjomba wangu mwenyewe? Aliuliza kwa mshangao. Alex alimtazama kwa huruma. Ndiyo, na tuna ushahidi wa kutosha kumtia hatiani. Wakijizatiti zaidi, waliendelea kumchunguza. Waligundua kuwa Richard alikuwa na uhusiano wa siri na watu hatari, wafanyabiashara wa magendo na wahalifu waliokuwa wakitafuta njia ya kuficha fedha zao. Alikuwa akihusika katika biashara haramu, na wazazi wa Juliet walipogundua hilo, walitaka kukomesha kila kitu. Ilikuwa wazi kuwa Richard hakuwa tayari kuruhusu hilo litokee. Siku moja, baada ya wiki kadhaa za ufuatiliaji, Juliet na Alex waliamua kumvuta Richard kwenye mtego. Walipata taarifa kuwa angekutana na watu fulani mahali pasiri ili kufanya biashara haramu. Walitoa taarifa kwa polisi na kusubiri. Muda ulipowadia, Richard alifika katika ghala moja lililokuwa pembezoni mwa jiji. Alikuwa na mfuko mkubwa wa pesa na nyaraka za biashara zake haramu. Alex alipiga picha na kurekodi kila kitu kwa ushahidi. Ghafla, polisi waliwasili kwa kasi, wakizunguka eneo hilo. Simama hapo, unakamatwa kwa uhalifu wa kifedha na mipango ya mauaji, askari mmoja aliamuru. Richard alijaribu kukimbia, lakini polisi walikuwa tayari. Walimkamata papo hapo. Juliet alisimama kwa mbali, akitazama mjomba wake akikamatwa. Alihisi hisia tofauti zikimzonga: huzuni kwa kuwa mtu wa familia yake alikuwa msaliti, lakini pia nafuu kwa kuwa haki ilikuwa imetendeka. Haki imetendeka, alisema kwa sauti ya utulivu. Lakini kabla hajapata muda wa kupumua kwa amani, alihisi kitu kingine cha kutisha. Alianza kuhisi kama kuna mtu akimfuatilia. Hatua zisizo za kawaida zilimfuata mitaani. Kila alipogeuka, alihisi macho yakimwangalia kutoka mbali. Usiku mmoja alipokuwa akitoka kazini, alisimama ghafla. Upande wa pili wa barabara, alimuona mwanaume mrefu akiwa amesimama kivulini, akimtazama kwa macho makali. Alipochukua simu yake kumpigia Alex, simu yake ilizimika ghafla. Alijua jambo moja: hatari bado haijaisha. Itaendelea. Ili kupata mwendelezo wa hadithi hii, nenda YouTube, andika Sauti ya Moyo Pati 5. Hadithi hii imeandikwa na Jennifer Benedicto